inajengwa, inaendelea katika maisha yake, inafikia peak fulani na kuna mahali mnafika na kwa sababu mbalimbali, either wapinzani kuwa bora ama nyinyi ubora wenu kupungua, for some reason mtajikuta tume drop na hakuna sehemu yoyote yani hakuna room ya kwenda juu. Inawezekana watu wanazungumza injuries, lakini mimi sitaki kukiattribute hiki moja kwa moja kwa injuries kwa sababu Yanga siku ya mchezo dhidi ya Mtibwa hawakupanga kikosi cha pili. Inawezekana wanakosa mchezaji mmoja au wawili kwenye baadhi ya nafasi muhimu, lakini hiki ni kikosi ambacho huwezi kukiita cha pili. Sawa. Jigi Diarra, Israel Mwenda amekuwa ndio first choice right back. Zimbwe toka amekuja amemuondoa Boka kwenye ile nafasi. Mwamnyeto ni nahodha wa Yanga, majuzi tu hapa ametoka kucheza kwenye national team kwenye AFCON ambako yeye ndio alikuwa one of the best performers kwenye ile timu. Frank Asing anaweza akawa sio regular, lakini profile yake sio ya mchezaji mdogo. Sawa, inawezekana Baka na Jobu hapo mbele yake, lakini huyu sio ni tofauti na kwa mfano Simba wangempanga yule central defender Mbegu. Sawa. Ukiangalia kwenye eneo la midfield, Duke Abuya amekuwa moja kati ya viungo namba 6 bora. Maxi ni yule muda, unaweza kumtoa hapo Mwanengo, Pakome na Okelo. Sawa. This is a regular squad ukiondoa wachezaji wawili ambao ni Frank Asing pamoja na Mwanengo. Sawa. Kwa hiyo kwangu mimi kuna baadhi ya wachezaji viwango vyao vimedrop. Muangalie mtu kama Pakome. Pakome wa msimu huu sio Pakome wa msimu uliopita in the season before. Max Nzengeli pia kuna wachezaji performance yao imekuwa constant. Mtu kama Duke Abuya imekuwa constant, lakini he is only one player. Ni mtu mmoja tu peke yake na tofauti haiwezi kuletwa. Yes, na goalkeeper Jigi Diarra. Sawa. Israel Mwenda, Mohamed Hussein. Kwa hiyo yani hata mtu ambaye anasema kwamba Yanga tunakumbwa sijui na balaa injuries, it's only 2 players missing hapa. Ambao yani mimi si hesabii. Hebu fikiria Jeff. Kwa mfano